Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Andika kichwa cha somo, unaweza kuandika hatari ya mtazamo kinyume na Mungu. Hatari ya mtazamo unaoweza kuwa kinyume na kusudi la Mungu au kinyume na Mungu. Labda tu nikifafanue kichwa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mtazamo ni namna ambavyo mtu anaweza akamwona mtu akawa ana mtazamo fulani kwamba mtu huyu atakuwa ni mkali sana, ila amemtafsiri kwa sura anavyomuona kwamba mtu huyu kwa sura hii inaonyesha ni mkali sana, lakini akianza kuishi naye unakuta ni tofauti kabisa, anaona yule mtu sio mkali. Ndio maana halisi ya huu mtazamo unaousema. Jina la Bwana libarikiwe. Kanisa, haleluya. Nianze kutoa mtazamo kuhusu, nitumie labda serikali. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sisi tunaoishi Tanzania, katika hali ya utafiti wangu, katika hali ya ufuatiliaji, nimejifunza kwamba Watanzania wengi wanaomtazama kwamba huku Tanzania wanateseka sana. Ukifuatilia mazungumzo na ukifuatilia kauli nyingi za midomoni, lakini unaweza kukuta mtu huyo anayesema hapa Tanzania tunateseka sana, pengine hajawahi kuishi Kenya wala Zambia wala Marekani, hajaishi taifa lolote lile kwamba ajue kule wanaishije, ila yeye anao mtazamo kwamba huku Tanzania sisi tunateseka sana. Lakini ukishafuatilia mataifa mengine, unakuta mtu mwingine anasema wenzetu Marekani barabara za lami ziko mpaka mashambani. Lakini ukifuatilia historia, Marekani tangu inaanza kujitawala, rais wa sasa kama sijakosea atakuwa ni rais wa 48 au 49. Wakati Tanzania huyu rais wa sasa ni rais wa 6 toka tunaanza kujitawala. Kwa muda ambao wao walianza kujitawala, manake wamejijenga, wamefanya vitu vingi vya kimaendeleo ambavyo wewe unatakiwa visubirie serikali yako inapoendelea kukua itavijenga. Unataka kiwe leo, na huo mtazamo unakupelekea uone unapoishi Tanzania unateseka sana na huna amani, na pengine unaomtazama kwamba viongozi wa Tanzania ni wabaya sana, lakini kumbe ulitaka wafanye vitu ambavyo pengine vilifanyika na mataifa yaliyoanza muda mrefu, ila huo ni mtazamo wako ambao unao. Nimejaribu kuangalia hata tu Kenya. Kenya wakoloni walichelewa kuondoka, ardhi yote iko mikononi mwa wawekezaji. Wananchi wa Kenya ni wachache sana wanaomiliki ardhi kama Tanzania. Unakuta unamiliki eka 2, eka 3, eka 10, eka 20, eka 200. Mwananchi wa kawaida tu anamiliki, lakini Kenya watu wengi wanaishi kwa vibarua, kwa sababu ardhi iko chini ya wawekezaji, ndio wanaolima chakula kingi cha kuhudumia lile taifa. Lakini huu mtazamo nimegundua kwamba unajaribu kuleta shida kwenye jamii. Kuna watu ambao wamewachukia viongozi moja kwa moja na wameichukia serikali moja kwa moja, wanafikiri serikali haifanyi vizuri, lakini ule ni mtazamo tu wa ndani ya mioyo yao. Pengine wangejua serikali zingine wanavyoishi, wangeanza kuona kwamba mbona hawa watu wanajitahidi. Lakini kama nilivyosema, mtu pengine hajafanya utafiti kwamba hilo taifa analolinganisha na taifa la Tanzania lilianza kujitawala muda gani, limejijenga kwa muda gani. Kwa sababu hata taifa letu la Tanzania, ukumbuke kwamba wakijenga barabara ya lami hawarudi tena kujenga, atakapokuja rais mwingine anajenga nyingine. Hivyo vizazi vitakavyoishi hawatakuwa na barabara nyingi za vumbi kama sisi, kwa sababu hizi barabara zinaendelea kupungua. Sasa hivi vitu vinaleta shida sana ndani ya watu. Kuna watu wanaishi, anaona kama anateseka sana, serikali haifanyi chochote, anaona kama yuko katika nchi ambayo anaumia mno, lakini ule unakuwa ni mtazamo tu. Ukiangalia unakuta maendeleo yanayofanyika tu hapa Tanzania. Kama sasa nimesema ufuatilie barabara za lami zinajengwa maeneo mangapi kwa Tanzania nzima,
ungekuta wakati fulani unatakiwa kuwasifu viongozi pamoja na madhaifu ambayo wanayo. Amina. Na sijasimama hapa kwamba niwatetee au nisema wanafanya vibaya au wanafanya vizuri. Mimi niko kufundisha mtazamo. Na pengine wao ambao watatufuatilia kwenye mtandao, basi inatakiwa wajifunze kwamba kunaweza kuwa na mtazamo ambao unalazimisha kitu ambacho wakati wake uko bado kufika, na inakutengenezea unaishi kwa vinyongo, unaishi kwa huzuni, unaishi bila amani, unajihisi unateseka, kumbe huteseki, ila ule ni mtazamo wako ambao umejijenga ndani ya moyo wako. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Kabisa, haleluya. Wanakola haleluya. Wanakola haleluya. Niombe fungua kile kitabu cha Samueli wa pili mlango wa 3 mstari wa kwanza. Eneo nalosoma tunajifunza kichwa kinachosema mtazamo ambao unakuwa kinyume na kusudi la Mungu. Hawa watu wawili mkuta mtu mwenye mtazamo ambao ulikuwa kinyume na kusudi la Mungu, alafu alitaabika sana. Uongozi unabadilika kama ambavyo nimesema tulivyoanza uhuru Tanzania, rais atawali yule. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana rais mzuri unakuta hata na mtandao utawala anaishi kwenye madaraka, anajaribu na kufikiri kwa watu wake, ni nani sasa atabadili badala yangu. Pia inasema wakati huyu Sauli amepata taarifa kwamba huyu Daudi amepakwa mafuta kwamba atakuwa mfalme badala yake, na wakati huyo Daudi ni mtoto mdogo yuko mfungani, mtazamo wa Sauli ulikuwa tofauti. Ulifanya Sauli aanze kufanya jitihada nyingi za kumuua Daudi. Jina la Bwana libarikiwe. Daudi alikuwa anakimbia mpaka muda fulani alifanikiwa kumkuta Sauli kwenye pango, akakata pindo, akaondoka, akaenda ng'ambo, akamwita, akasema, Bwana wangu, kila siku unanitafuta ili uniue. Tazama mimi nimekukuta kwenye pango, angalia pindo la vazi lako nimekata, nimeondoka nalo. Kama mimi nilikuwa na moyo mbaya ningekuua. Kwa nini unanitafuta kila wakati? Mimi sio adui yako, mimi ni rafiki yako. Huo ni mtazamo tu ambao nao tunajifunza mtazamo. Jina la Bwana libarikiwe. Huu mtazamo ambapo ulikuwa unamletea shida Sauli, ndani ya kanisa hii mitazamo inawaletea sana watu shida. Jina la Bwana libarikiwe. Hii mitazamo inawaletea watu sana shida. Wapo wanandoa ambao wanao mtazamo kwamba mimi mke wangu hayuko kama mke wa fulani. Anao mtazamo kama wanao mtazamo kwamba Marekani wale watu wana raha, wale wa Kenya wana raha, ila kule Kenya hajaishi, ila nao mtazamo, na ule mtazamo unaifanya asiipende Tanzania, asiheshimu Tanzania. Ndivyo ilivyo, unakuta mtu anaishi katika ndoa, anaona huyu mke wake hayuko kama wanawake wengine, lakini kumbe wale wanawake wengine wote hajaishi nao. Huo ni mtazamo wake tu, lakini huyo mwanamke hana kasoro yoyote, ila ule mtazamo umeondoa furaha ya yule mwanaume, umeondoa heshima, umeondoa kumjali, kwa sababu mtazamo wake kuna namna ulivyoona, lakini ule ni mtazamo tu, sio uhalisia. Na hii ipo hata kwa wanawake. Unakuta wanawake nao wana mtazamo fulani, anatengeneza mtazamo ndani ya moyo wake ambacho kile kitu sio uhalisia, kama ambavyo tumejifunza mtazamo. Siku zote Mungu alishatofautisha tabia. Alitofautisha tabia, alafu ametutofautishia majina. Alafu badala ya kutofautishia majina, anatutofautisha tabia, anatutofautisha maarifa, mfumo wa maisha. Ukitaka ulazimishe mfumo wakati fulani, mfumo wa mamanaja, unaweza kugombana sana pengine na mke wako, kwa sababu huyo ni mamanaja, alizaliwa hivyo, ana hicho kitu kutoka kwa Mungu.
Kwa hiyo ukitaka ulazimishe na mke wako afanye hicho kitu, mke wako kipo kitu alichopewa. Kwa hiyo ukibaki kwenye mtazamo, unaweza kujikuta umemaliza mwendo wa kuishi duniani, huna amani, kwa sababu unalazimisha ukikute kitu kwa mtu ambacho Mungu hakukiweka. Jina la Bwana libarikiwe. Mtu mwingine anakuwa anaelewa kwamba nikinunua gari, amani itakuja, maisha yangu yatakuwa yamekaa vizuri. Ule ni mtazamo nao yeye. Lakini akinunua gari atakuta maisha ni haya. Atakuta maisha ni haya. Atakuta kama ni kuhangaika hela, naye anahangaika. Kama ni kulala njaa, anaweza kalala, kwa nini huwezi kukala gari? Jina la Bwana libarikiwe. Huwezi kukala gari. Mwingine anakuwa na wazo, anasema yaani wewe ni mtazamo wake. Ndio maana mtu mwingine anasema mimi nikiwa mfanyakazi, nikiolewa na mfanyakazi, pengine mimi maisha yangu yatakuwa mazuri. Lakini huo ni mtazamo wako tu. Swala la maisha mazuri, ndio maana nikakwambia kwenye kichwa cha somo, mtazamo unaokuwa nje na kusudi la Mungu. Mtazamo unaokuwa nje na kusudi la Mungu. Ndoa ambayo iko nje na kusudi la Mungu, wawe ni maskini, matatizo yapo. Wawe na hela, matatizo yapo. Wawe wasomi, matatizo yapo. Na ndio maana wapo wasomi wanaoshindana, wapo wenye hela wanaoshindana, wapo maskini wanaoshindana. Lakini kinacholeta shida hapa katikati ni huo mtazamo. Nilikuwa naeleza hapa kwamba huyu aliyeleta viti yeye ni mjane. Lakini fahamu kwamba, naamini kwamba kuna watu angetengeneza mtazamo. Unajua kuna mtu anakuwa na mtazamo kwamba ni kama ningekuwa na mume maisha yangu yangekuwa mazuri sana. Yangekuwa mazuri sana ningekuwa nafanya hivi. Lakini unaweza kukuta mna mume wako mko wawili, lakini mambo bado hayaendi. Kanisa, haleluya. Kwa hiyo kuna kitu unaweza kujifunza kwamba tunachokitafuta, mtazamo wote ambao mtu unao, usiende nje na kusudi la Mungu. Kwa hiyo kanisa tunapoweza kuishi, shetani hatapata urahisi. Kuna watu wengi wanasumbuka, ni ukweli usiopingika, wanasumbuka tu kwa sababu ya mtazamo, lakini sio kwa sababu ya matatizo ya mke kwamba ni makubwa sana, au kwa sababu ya matatizo ya mume kwamba ni makubwa sana, ila tu ni mtazamo. Mtazamo una shida. Mtazamo una shida kwa sababu ukifika ukakuta watu wamefanya kazi, wewe hujui walipoanzia mpaka wako hapo. Jina la Bwana libarikiwe. Unafika nyumbani kwako, unaanzisha ugomvi. Wenzako wanaponunua magari, wewe unafanya nini? Wenzako wamejenga nyumba namna ile, mimi mpaka leo ninaishi nyumba za kupanga. Tuna miaka mingapi hapo? Huo ni mtazamo wako, kwa sababu swala la kujenga na kutojenga lina uhusiano mkubwa sana na Mungu. Binadamu ni mchango tu, lina uhusiano mkubwa sana na Mungu. Lina uhusiano na Mungu kwa sababu wote mnajua kwamba hata unapofanya kazi, kufanya kazi unafanya wewe, ila kupata faida, ila kupata hela, kuna uhusiano mkubwa na Mungu.